السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kila laheri kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Nuru Cinema, leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumekutana tena katika mada zetu za aina mbalimbali. Lakini leo kwa ufupi kabisa, wala tusichukue maneno mengi, tumuelezee dalili za mtu mwenye ruhani, dalili za mtu mwenye jini anayeitwa ruhani. Kwanza lazima tutambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia aliwaumba majini kabla ya binadamu. Walikuwa wakiishi katika ulimwengu huu miaka, wanachuoni wanasema miaka mingi, karibu miaka 1000, miaka 2000 walikuwa wanaishi wao. Na walikuwa muqaddisuna ila al-ardhi, walikuwa wakifanya ibada kubwa sana, yani baada ya kuumbwa tu wao walikuwa watu wa ibada. Lakini fafasaku fil ardhi, wakafanya ufisadi katika ardhi. Ba'dhuhum ba'dha yuharribu ba'dhuhum, walikuwa wanapigana sasa baina ya kundi hili na kundi hili, yani wao kwa wao wakawa wanapigana. Baada ya kupigana Mwenyezi Mungu akaleta gharka, historia ndefu sinaja kuirudia na kuielezea, mashehe kila siku wanaelezea. Wakaangamizwa. Baada ya kuangamizwa, malaika wakati anaangamiza akamkuta jini mdogo, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, huyu nimemkuta jini mdogo, naweza kumwangamiza? Naomba sisi tumchukue tukakae naye. Amchukueni, akaishi katika utawala wa Allah huyo Ibilisi. Lakini baada ya kuishi kule yakatafanyika mengi, akaambiwa msujudie Adam, akakataa. Alikuwa ni mtu wa ibada huyu Ibilisi laini. Kwa hiyo katika majini kuna majini ambao wanaitwa maruhani. Kwanza hili neno ruhani maana yake ni nini? Nikisema neno ruhani maana yake ni nini? Ruhani maana yake ni roho mbili. Ruhaniyati ni roho hizi mbili. Na kwa nini imeitwa roho mbili? Wameitwa roho mbili kwa sababu wanachuoni wanasema shetani kaumbwa na moto, lakini ruhaniyat, hawa maruhani hawa, baina nuri wa nari, wanasema wameumbwa baina ya nuru na moto. Hawa majini hawa ruhani wameumbwa baina ya nuru na moto. Lakini vile vile wengine wakasema kwamba arruhaniyat, huu ruhani au hili neno ruhani ni sifa ambayo aliipata jini aliyekuwa mcha Mungu. Yani jini ambaye mcha Mungu anafanya ibada, hamuingii binadamu, sawa hapigani dharbatan, kupigana na viumbe, wala hawaoneshi viumbe kwamba yeye ni mtu mbaya, yeye anafanya ibada yake. Kwa hiyo baada ya kufanya ibada yake yule jini akafikia level akaitwa ruhaniya. Ni kama cheo fulani cha kilimwengu ambacho anacho mfalme wa kijini, ruhaniya. Tuachia mashetani wengine hawa masubiani, majini mahaba, majini wa kutupiwa, majini wa kichawi. Kwa hiyo kile cheo, hata wewe binadamu kama ukiamua kufanya ibada ukafikia level za waja wema, watu watakubadilisha jina. Yule bwana ni sharifu, sawa yule bwana ni walii, yule bwana ni mcha Mungu. Kwa sababu gani? Ya amali zako ambazo wewe unazozifanya. Kwa hiyo na ruhani yeye yuko hivyo katika ibada zake, katika kufanya kuomba Mungu katika ibada. Sasa haonekani ruhani, lakini katika ule ibada zake anavyozifanya ndo watu au sifa ile akapewa kwamba yeye ni nani? Ni ruhaniyati, ni mcha Mungu, ni sifa iliyokuwa bora kwake. Kwa hiyo kuna dalili za mtu ambaye ana jini huyu. Kuna dalili za watu wana majini mahaba, usiku wanaota wanaingiliwa, usiku wanaota wanazaa, usiku wanaota sijui hivi na hivi.
kuna watu na majini ya kichawi, usiku wanaota wako makaburini, wanaota wanafanya uchawi lakini bila kujitambua. Kwa hiyo hawa sifa yao inajulikana. Sasa hawa maruhani wana dalili na sifa zake. Kwa hiyo pengine wewe uko Ulaya, pengine wewe uko Maskati, pengine wewe upo katika nchi mbalimbali, lakini una dalili katika dalili za maruhani na hujui kwamba una ruhani wa namna gani, na hujui kama una ruhani yupi. Sasa kwa ajili ya kusikiliza klipu hii utaweza kujua wewe una ruhani wa namna gani, na vipi unaweza ukajipa utawala, au vipi ukajipa utawalisho, au vipi ukamtafuta mwalimu wa maruhani akupe utawala, kwa sababu cheo ulichokibeba au mtu ambaye umembeba ana cheo kikubwa, na ndo maana anakuonesha dalili za aina mbalimbali. Aljinni naw'un min almakhluqat, au mashetani ni eneo tu ambao katika viumbe wa Mwenyezi Mungu sabaka fi khalqihi wujudul ardhi, sababu ya kuumba Mungu anajua kwa nini amewaumba. Sasa kuna dalili za mtu mwenye ruhani, nitakutajia baadhi ya dalili za mtu mwenye ruhani biidhnillahi tabaraka wa taala. Na kama wewe sasa hivi una dalili hizi, basi wallahi alazim, jambo la kwanza unitafute kwa namba yangu ya simu ya 0714657173. Nitataja baadhi tu, ziko nyingi kuliko hizi nitakazozitaja, lakini kutokana na muda nitataja zile baadhi ambazo ni khususia, ni dalili maalum, ambazo dalili hizi huenda ikawa sababu ya kujua kwamba wewe umesulubiwa na arruhaniyati, huyu jini wa kiruhani. Dalili ya kwanza, unapolala usiku, tara ashkhasan al-arabiyyu, unapolala usiku unaweza kuona dalili za kuona mtu wa Kiarabu mrefu kabisa, amevaa mavazi meupe, au amevaa vilemba vyeupe, au amekamata tasbihi, au yupo katika maeneo ya majangwa au maeneo ya milima, au katika maeneo mbalimbali, mara nyingi majangwa au milima. Kwa hiyo tara ashkhasan al-arabiyyu, kumuona mtu wa Kiarabu, shakhsul arabi, mtu wa Kiarabu, lakini mtu yule amevaa mavazi meupe, amevaa kilemba, au ameshika tasbihi, au ana msahafu, au yupo lakini ni mrefu, unamuona katika ndoto. Dalili ya kwanza hii ndo dalili ambayo maulama wanasema kwamba hii ndo dalili kubwa kabisa ya kuona kwamba unapolala tara shakhsul arabi, ni kumuona mtu wa Kiarabu. Yani ukifumba jicho tu wewe usiku unaona Mwarabu mrefu, amevaa mavazi meupe, ana dalili, wakati mwingine hata ameshika bakora zile tunaita khinzarani, bakora zile, au ana tasbihi refu kabisa, halafu yule mtu ni mweupe sana, halafu uso wake una nuru na macho yake yana nuru, lakini vile vile weupe wake ni mkubwa kabisa, ambao unafanana na wale watu wa Jaziratul Arabi kule katika maeneo ya nchi za Kiarabu. Kwa hiyo hii ndio dalili ya kwanza, kumuona mtu mweupe katika usingizi, alafu mrefu lakini ni wa Kiarabu. Lakini dalili la pili akasema, tara as-samawati wal qamar wan nujumi tusabbaqa ilayhim wa ala katabil arzaq wa ala katabil warqu. Anasema unaweza kuona katika mbingu majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mfano la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini unaweza kuona mwezi unakuja unapasuka, unakuja karibu na wewe, au unaweza kuona nyota zile zinakuzunguka wewe, au unaweza kuona wanasema tara ashkhasul kawakib, yani ule mwenendo wa nyota zile unahisi usingizini ukilala kama zinakuzunguka wewe. Yani kuna mambo ambayo as-samaa mundhara, yani mambo ya mbinguni. Nazungumza sio mambo ya ardhini, utakuwa unaona mambo ya mbinguni. Kwa mfano nyota unaziona sana, unaona sana maneno, mbingu zinapasuka, zinaandikwa la ilaha illa Allah. Unaona nyota mara inatoka inaenda kushoto, inaenda kulia. Unaona katika mbingu kuna nyota zinang'ara sana. Unaona, yani wewe ndoto zako mara nyingi inakuwa rihlatus samaa, ndoto zako zinakuwa sana za kwenye mbingu, kwa sababu hawa maruhani asafalia hawa nitawataja huwa hawapendi kukaa chini. Mara nyingi sana wao utawala wao ni utawala wa mbinguni, wanakuwa mara nyingi sana wako juu juu. Kwa hiyo ukiona nyota
ukiona mawingu yamepasuka, ukiona labda kuna maandishi katika usingizi wako ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuona wakati mwingine hata Qur'ani, baadhi ya sura unazijua, unaweza kuiona kul huwallahu imeandikwa, unaweza kuiona ayatul kursi, unaweza kuiona suratul najmi. Yani kuna vitu ambavyo zaidi vinakupasa wewe kujua kwamba wewe una dalili katika dalili za arruhaniyati, huyu jini wa kiruhani. Dalili ya tatu anasema tuhibbu an tasma'a dhikrullahi ta'ala au makanin annasu yusabbihunahu wa yuqaddisunahu asma' al-udhma. Anasema dalili ya tatu ya mtu mwenye ruhani, atakuwa anapenda dhikri, jina la Allah kutajwa, anapenda dhikri kufanya yeye mwenyewe, na anapenda vikao vya kheri ambavyo vikao hivyo yuqaddisuna nasa, watu wanamtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi asrarihim wa jahra, kupitia siri au kupitia dhahiri. Yani wewe utajiona tu kwamba unapenda kwenda katika mambo ya dhikri, kwenda katika mambo ambayo ya dua, kwenda katika mambo ya vikao. Ukiwaona watu wanalitaja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wamekaa katika eneo lile, basi utahisi kwamba hapa ndo mahali ambapo mimi nastahili kukaa. Sitaki kukaa katika maeneo ambayo ya muziki wala maeneo mbalimbali yaliyokuwa mabaya. Utapenda kukaa katika maeneo hasatan yale maeneo ambayo linatajwa jina la Allah, kwa mfano msikiti, kwa mfano sehemu ya dhikri, kwa mfano sehemu labda ya maulidi. Kuna wengine ambao wanapenda maulidi, sehemu ambayo labda kunatajwa jina la Allah, kuna kila siku panasomwa dua. Yani wewe utakuwa unapenda maeneo ambayo jina la Allah linatajwa, au vikao vya dhikri vyote. Kwa hiyo mtu akiona dalili hii anapenda, anahisi tu inamjia yani ile hamu tu kwamba lazima aende kwenye dhikri, akakae akakeshe mpaka asubuhi. Lakini watu wengine wanaona, bwana wewe mbona unapenda sana mambo haya ya dhikrullah, unapenda sana kwenda katika mambo ya khairi nini? Anasema mimi nanijia tu kwamba na hamu, yani nahisi na feel, anasema hivyo tu, yani niwe hivyo tu, na nikenda nasikia moyo wangu burudani kabisa. Ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'u rabbahu khawfan wa tama'a. Hawa wakisikia ladha ya Allah, ya jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanasikia ladha fulani, khaufan wa tamaa, wanaingiwa hofu kabisa. Yani anakuwa ana hofu, anapenda vikao vya Mungu. Huyu mtu mwenye ruhani anapenda vikao vya Mungu. Na Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, wa ibadur rahmanu alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hawa waja wa Mungu wanaishi katika ardhi kwa jina la Allah, na wakisikia watu wabaya wamewambia maneno, wanasema hapa ni amani, amani, amani. Inapatikana amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio watu wa ugomvi, watu wa maruhani ni watu mukhallisan min al-abyad. Hawa ni watu weupe, na ndio maana wanapenda vikao vya dhikrullah. Kwa jambo la tatu, huyu mtu atakuwa anapenda vikao vya dini, vikao vya kutajwa Allah, vikao ambavyo unatajwa jina lake Mwenyezi Mungu, huwa anasikia raha. Kwa hiyo kama naona dalili hii, basi ujue wewe ni mmoja katika watu ambao wana ruhania. Lakini dalili ya nne hii inatokana na labda uzao, usrati, baadhi usarra, baadhi ya ukoo, uzao. Au nikisema ukoo, katika ukoo wenu labda ikiwa kuna asili ya majini wa ruhani, labda kuna asili, babu yenu mzaa baba, bibi mzaa babu, walikuwa ni watu wema, walikuwa wacha Mungu, walikuwa mashekhe, walikuwa ni watu ambao wanafanya dhikrullah, walikuwa ni watu ambao katika historia yao ni watu wakubwa, mamufti, makadhi, sawa, madukturi katika mambo ya dini. Lakini katika ule ukoo ikawa wale maruhani, hawa majini wa kiruhani, walipenda kuishi nao wale familia, au walipenda kuishi na kile kizazi. Kwa hiyo kile kizazi, baada ya kwamba babu yao wamefariki, bibi na babu na mababu wamefariki, lakini wale majini walikuwepo, kwa sababu majini wanaishi miaka mingi. Jini mdogo anaishi miaka 3000, miaka 4000, miaka 5000. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa hiyo ule urisi wale maruhani wamewarithi, wamerithisha. Kwa hiyo mpaka wewe leo uko una miaka 22, una miaka 15, umefikia karne ya 2025, 2026, yule ruhani wa enzi zile akakuingia wewe, akakupenda wewe, lakini kumbe asili yake ni maruhani wa kifamilia, usrati. Ndio maana kuna bwana mmoja alikuwa na jini wa kiruhani, aliwahi kusema kwamba usrati ta'rifu ashabi
wa usarra ashabi yaarifunani. Alipandisha jini jini wa kiruhani, alikuwa ilisoma Qur'ani, lakini baada ya kusoma Qur'ani yule bwana alipandisha akasema usrati taarifu ashabi wa usarra ashabi yaarifunani, yani manake ukoo wangu mimi unajua marafiki zangu hawa, na hata marafiki zangu wananitambua mimi ni nani. Mimi ni toka enzi za mabibi zao na za mababu zao. Mimi ni ruhaniyatu muadhimina fi sama, mimi ni ruhani na nimemuingia huyu kwa sababu mimi ni muwakkilu ila al-usra, mimi ni mtumishi katika utumishi wa ukoo wao. Mimi ni ruhani, huyu dada mimi ni ruhani wa kwao, huyu mama mimi ni ruhani wa kwao. Kwa hiyo inawezekana katika usrati, katika ukoo, basi ikawa vipi? Ikawa maruhani wapo wa ukoo, wewe wakakuingia. Hii pia ni dalili nyingine, ukajihisi tu umepata maruhani wakati hujui ametoka wapi, kumbe ikawa katika habari ya usra, habari ya ukoo. Katika ukoo ambao labda wametokea, basi maruhani hawa wapo, labda ukoo wenu walikuwa ni alimu, watu wana dini, wameikamata dini, walikuwa wakitoa misaada kwa watu mayatima, walikuwa wanajenga misikiti, walikuwa wanajenga visima, walikuwa wakifanya khairati za namna mbalimbali. Khairati zile zimekatika kwa sababu wameondoka, lakini wale maruhani wapo, wakasema waje kwako wewe kama kukupa bishara. Lakini takusikitisha wallahi alazim, kuna watu wana maruhani hawa wa familia leo, na wana utajiri na wana mali na wana pesa. Wallahi umwambie bana, we hebu chimba kisima basi, hao watu wapo wa asili ya kwenu, hebu tengeneza msikiti, hebu fanya mambo ya khairi. Wallahi alazim hawana hata moja ambalo wanalolifanya. Alafu mtu akianguka uchumi wake, mtu akianguka katika maisha yake, analalamika kwa nini eti hana maisha. Kumbe kuna asili hii, kumbe kuna mambo haya, lakini yeye ameacha. Kwa ni moja katika dalili kwamba dalili nyingine inawezekana wakatokana katika ukoo. Lakini dalili nyingine ya tano, dalili ziko nyingi, lakini kutokana na muda inshallah biidhnillah jalla wala tutakuja kuendelea katika hali nyingine. Dalili nyingine unaweza kuona labda umekaa hivi sawa, lakini ikawa unafanya ibada ndani ya usingizi katika maeneo tofauti. Yani umelala usingizini, unajiona mara uko Maka, mara uko Baitul Muqaddas Palestina, mara unajiona uko katika misikiti ile ya aina mbalimbali. Yani unaota ndani ya ndoto upo katika yale maeneo ambayo watu wanafanya ibada, maeneo ambayo watu wanaswali. Kwa unajikuta wewe umo ndani peke yako, labda hakuna mtu, lakini wewe unafanya dhikrullah, unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya unafanya kikao cha khairi pale, unasoma, unaomba dua, sawa, lakini watu hawapo, lakini wewe unamtaja jina la Allah. Unaona wewe upo katika maeneo ambayo watu hawajafika, lakini wewe upo unafanya dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kwa hiyo hii ni moja katika dalili kubwa ambayo mashekhe wanasema. Dalili nyingine zipo, kuna dalili 76. Leo nimetaja takriban dalili 6 tu. Kwa hiyo mtu mwenye ruhani afanye nini? Mtu mwenye ruhani anatakiwa afanye namna gani? Au mwenye dalili hizi na nyingine nitakazozitaja, subscribe channel yetu utazijua afanye nini ili mradi kumtawalisha huyu ruhani. Sababu ruhani ana faida zake na ruhani ana hasara zake ikiwa kwamba hujaweza kumtawalisha. Kwa hiyo ikiwa unataka kumtawalisha ruhani, ikiwa unataka kujua ruhani huyu ni wa mfumo gani, sababu maruhani wana majina yao, wana asili zao, wana kamthari zao, ni ruhani wa namna gani, nitakuja kukuambia katika episode iliyokuwa inatangulia, ili mradi uweze kujua na jinsi gani ya kuweza kumtawalisha ruhani. Hizo ni moja katika dalili za maruhani. Kwa hiyo kama mtu ambaye ana ruhani huyu au ana dalili hizi, basi anitafute kwa namba ya 0714657173 0714657173. Kama wewe una shida, una mitihani mbalimbali, unaweza kufika ofisini kwetu hapa Vikindu Magogo Matatu. Kama unatokea Tandika, unatokea Mwanza, unatokea wapi, fika mpaka Mbagala, chukua gari, panda gari, mwambie kushushe Magogo Matatu. Ukifika Magogo Matatu kuna pikipiki pale, tuambia nileteni kwa Sheikh Salum Damba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.